Mambo yote haya matatu yafahamu leo ya kwamba huu ndio mlango mkubwa wa shetani anaotumia kuangusha roho za watu. Leo nimekuletea milango mikubwa mitatu ambayo shetani hutumia kuangusha watu. Ukishindwa hapa leo, utajikuta ukianguka katika shimo ambalo wengi hawakuweza kutoka. Lakini ukielewa mambo haya na sheria zake hizi za maisha ya kiroho, utaishi kama mtu aliyetukuzwa na Mungu, mwenye mafanikio makubwa duniani na siku ya mwisho pia. Usiache kusubscribe channel hii, kulike na vile vile utashare kwa marafiki ili kusambaza mwanga wa Yesu Kristo. Jambo la kwanza kabisa, usivutwe na kahaba, malaya, ukaingia shimoni. Tamaa ya uzinzi imeangusha wanajeshi wengi wa kiroho. Hakuna mtego shetani anapenda kama mtego huu, mtego wa mwili. Mwanzo wake unakuwa mtamu sana, kwa maana kila penzi linapoanza huwa tamu, lakini mwisho wake ni uchungu kuliko sumu ya nyoka. Katika kitabu cha Mithali 7:26-27 imeandikwa, kwa maana amewaangusha wengi waliojeruhi, walio jeshi kubwa. Nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu, ikishuka mpaka vyumba vya mauti. Mungu akakuonya kupitia Mithali 5:3-5. Midomo ya mwanamke mgeni hutoa asali, kwa maana ya maneno mazuri, lakini mwisho wake ni mchungu kama pakanga. Azini na mwanamke hana akili, afanya jambo linalomwangamiza nafsi yake mwenyewe. Uzinzi ni mlango kufunga hatima ya mtu, destiny. Mara nyingi huanza kama mchezo mdogo tu, message ndogo, unamtumia simu kidogo, mazoea kidogo, lakini mwisho wake ni kutengwa na neema ya Mungu. Umuone Mfalme Suleiman, alipewa hekima isiyopatikana dunia hii, lakini akaangushwa na wanawake wa mataifa. Utaipata katika Wafalme wa kwanza 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Ukweli ni kwamba ukiingia kwa kahaba, hauachi tu ushahidi wa mwili wako, unatoa pia ushahidi wa roho yako. Unafungua mlango wa rohoni, mlango wa mauti, unafungua mlango wa kukataliwa, unafungua mlango wa laana. Hapo shetani na kila mwenye shari yake upitia mlango huo. Mlango wa pili ambao lazima uchunge ni usile mali ya dhulma na usitamani alivyonavyo utajiri, maana bado kidogo tu atakatiliwa mbali. Kuna mali ya neema na kuna mali ya dhulma. Kuna utajiri wa baraka ambao hupewa mtu, mfano wa utajiri wa Ayubu, mfano wa utajiri wa Suleiman, mfano wa utajiri wa Ibrahim, na kuna utajiri wa mauti, mfano wa utajiri wa Farao. Imeandikwa katika kitabu cha Mithali 12, hazina za uovu hazifai kitu, bali haki ndiyo iokoao na mauti. Mali ya dhulma ni mali inayopatikana kwa njia ambazo hazimpendezi Mungu. Mali ya dhulma inapatikana kwa udanganyifu, inapatikana kwa wizi unapoiba, inapatikana kwa kupokea haki zao, inapatikana kwa kupora haki za wengine, inapatikana kwa kuiba nyota za wengine, inapatikana kwa kudhulumu kwa kutumia chumulete. Wakati mwingine unapata faida kwa kuwaumiza wengine. Mfano ufahamu, kuna mtu aliitwa Ahabu. Ahabu alitamani shamba la Naboth, akalipata hilo shamba kwa damu. Hivyo ndivyo ikawa mwanzo wa kuanguka kwa nyumba yake. Utasoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 21. Utajiri uliopatikana kwa damu hubeba kilio cha roho, hakuna amani ndani yake. Ukweli ni kwamba leo usitamani alavyo tajiri wa uovu, maana haraka sana ataanguka. Lakini mwenye haki hata kama anakula chakula cha kawaida, Mungu umfanye akae salama. Matajiri huanguka, Mungu huwafurahisha kwa muda tu, lakini wanapojisahau, Mungu huwasukumia shimoni. Mlango wa tatu ambao ni wa kuchunga sana ni mlango wa macho, mlango wa kutazama. Unajua sio kila mtu anayetazama anaona kitu kama kilivyo. Wengine huona mazingira yaliyobadilishwa, mazingira ambayo yanakini macho ndani yake, na wengi hawaoni hivyo. Unatakiwa leo uone kila kitu katika ukweli wake. Usidanganyike na mtego wa shetani. Usidanganyike na shetani kwa mtego wa fedha na wanawake. Anatumia vitu vile vile vya zamani, anatumia fedha na wanawake. Hapa ndipo watu wengi wamepotea, kwa sababu wanatazama kwa macho ya mwili, sio kwa macho ya roho. Mwingine huona mwanamke anapovutia vizuri, mwingine huona makalio safi ya mwanamke yaliyopambwa katika gauni lililobana, mwingine huona umbo lilivyokatika vizuri katika suruali. Hapo mtu utamani na kuacha ndoa yake, hapo mtu utamani na kuacha njia yake, destiny yake. Leo ufahamu katika kitabu cha Yohana 8:44. Leo ufahamu katika Yohana 8:44 imeandikwa, kwa maana yeye shetani ni mwongo, baba wa uongo. Ikarudiwa tena kwa maonyo makali katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:9-10. Lakini walio na nia ya kuwa matajiri huanguka, kwa maana shina la mabaya yote ni kupenda fedha. Ufahamu kwamba leo kupenda fedha kumemfanya mtu mwaminifu kuwa mwongo kabisa. Kumemfanya mchungaji aliye na imani safi kuwa fisi, anayetamani vitu vya hekalu, anayetamani na kondoo wa hekalu. Kutamani na kupenda fedha sana kumemfanya kiongozi kuwa mnyang'anyi, anayeiba mali ya watu wake. Na kupenda mali sana kumemfanya kijana mwenye nguvu kuwa mtumwa wa tamaa ya kuwatumikia wanawake wengine walio na fedha, kisha akafanywa kuwa mtumwa ndani yake. Pia tamaa ya wanawake
imeangusha hata wenye nguvu kuliko wewe. Leo ufahamu mtu mmoja anaitwa Samsoni, ni mtu mwenye nguvu kuliko watu wote, lakini alianguka kwa mwanamke mmoja tu. Utasoma katika Waamuzi 16. Kama nguvu hazikumuokoa, basi Samsoni angeangamia. Hata hivyo kusudi la Samsoni halikutimia sawa sawa katika ukamilifu wake, kwa kuwa alianguka katika mikono ya mwanamke nzinzi ambaye yeye ni shimo refu mwenye asali katika mapaja yake, katika miguu yake. Hivyo uwanasa wanaume wengi walio wapumbavu, na wapumbavu pekee ndio waingia shimoni. Ukweli ni kwamba shetani anaweza kukupa fedha. Ukweli leo nataka nikuambie, shetani ni kweli anaweza kukupa pesa, lakini anachukua hatima yako. Na fedha zake hazikai kwako milele. Fedha zake ni kama umeazima, lazima zote zitarudi kwake. Shetani hajawahi kumpa mtu kwa upendo, bali amewahi kumpa mtu kwa maagano. Agano la kuchukua nafsi yake. Anaweza kukupa mwanamke, lakini anakutaka roho yako. Hivyo leo hii macho yako yasifumbe. Ona kila kitu katika ukweli, usione katika tamaa. Kuna tamaa ya mali na kuna udanganyifu wa macho, ni milango ya shimoni. Na kuna udanganyifu wa macho. Yote haya ni milango ya shimoni. Lakini ukijua ukweli huu, unatembea juu ya mtego wa shetani. Unapochagua utakatifu badala ya tamaa, haki badala ya dhuluma, ukweli badala ya tamaa ya macho, Mungu anaweka ulinzi wa ajabu juu ya nchi yako. Na yote haya unapata kuyashinda kwa sababu unakuwa ni mtoto mwenye akili. Yeyote mwenye akili, mwenye macho ya rohoni, anayeomba kila siku na kufunga, mambo haya uyaona ni kama mtego wa shetani kwa haraka mno. Lakini mtu ambaye anaamka tu asubuhi, anavaa na kuondoka bila hata kutamka ibada, bila hata kusema maneno kwa Mungu, basi mtu huyu ni rahisi sana kuingia katika mtego wa shetani. Naomba nikupe maombi ya dakika 2 kwa haraka ili nikuombee utoke katika mtego huu. Naomba nikuombee maombi ya dakika 2 kinyume na mtego wa malaya, ili upate kutoka kwenye mtego wa mwanamke mzinzi na fedha za uovu na udanganyifu wa shetani. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako sasa kwa unyenyekevu, moyo ulio wazi. Ninakiri kuwa bila neema yako mwanadamu hawezi kusimama. Ninaomba ulinzi wako juu ya roho yangu, mwili wangu na mawazo yangu. Mungu, nizuie na kila mtego wa kahaba na tamaa za mwili, kila mlango wa uzinzi uliofunguliwa juu ya maisha yangu, na ufunga sasa kwa damu ya Yesu. Kila roho ya majaribu, roho ya tamaa, roho ya ushawishi mbaya, ninaikemea na kuivunja kwa jina la Yesu.